Clouds TV, empowering lives. Thank you, Father. We glorify you. We worship you this afternoon because of your presence amongst us. Thank you for being in our midst. And thank you, Father, because you will guide me how to teach your people. Give me the wisdom to speak to them. Give me the wisdom to understand. And give me the wisdom to be able to be a good judge based on your word. In Jesus' name we pray. Semeni amina. Salimia mtu mmoja. Si amina. Sasa umeanza kusema tena amina. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Amina. Hiyo ni ajeso watakorini. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia watu wawili watatu. Acha kukua mean. Don't be mean. Unakaa stony faced, come this side. Unakaa mean mpaka hata wewe mwenyewe unajishangaa. Bwana Yesu asifiwe. We thank God again. Msijali tunakuwa tukichange because we are trying to beautify our place. You may get seated. You may be seated in the presence of the Lord. And I know you are going to be blessed because this is your time for the blessings of God. And I know I haven't been regularly with you because of the Kerugoya meeting. It was a real, if there is anything that I've a challenge ambao nimewahi kukutana kwa maisha yangu, it was the Kerugoya. And it was so painful that I almost broke down. And some people, somebody called me from the US, akaniambia, wakati I watched you, tuli lose hope kwa sababu tulishindwa. You have been our hope and now wewe umeshindwa. Sasa tutaenda wapi? Lift up the voice. Tutaenda wapi? But I told them sometimes even Jesus, when he was on that cross, kuna wakati alisahau Mungu alikuwa amemwambia tapigwa. Mpaka akamwambia Mungu, my God, why have you forsaken me? So he reached a point of thinking that God has forsaken. And this is a problem that we have. That at some point we reach a point of saying like Mungu ametuacha. And in this problem is a very delicate time. And this is the time that God comes. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the time that God comes. God will never come when you have not reached there. Because when you find your experiences, your knowledge, your learnings, and everything is still at work. Your money is still at work. What you learned is still at work. The experience you have is still at work. God will never be seen there. Bwana Yesu asifiwe sana. Until such a time, nothing from you works. That is the time you surrender to God. When you come to an end of your life, it is beginning of God with you. And it was my end. It was my end. It was a sacrifice. The crusade for Kerugoya was a more powerful, sacrificial part of my life than the Muranga one. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Kerugoya, we were dealing with the destiny of this country, the destiny of me, the destiny of the people of this country. And being the destiny, it was about ushering the direct revival of the gospel. Because when Kirinyaga is held back, the entire nation is held back. Remember Kirinyaga, the name Kenya is derived from Kirinyaga. And Kirinyaga comes from the mountain, Mount Kenya. And when Mzungu, we spoke to a Mkamba. I could think he was speaking to a Mkamba. Wakamba in the house? Kambas in the house? Wangapi? Oh, 2. Okay, the 2 prodigal sons. Now, then the Mzungu asked, because the Mzungu wanted to discover. No, Mzungu has always wanted to discover, and he discovered. And he asked this Mkamba man, what is the name of that mountain? And because Mkamba don't know how to mention Kirinyaga, he told Mzungu, Kenya. And then Mzungu took that name as Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how Kenya came to be. Is that of Mkamba calling it Kenya? Kenya.
I hope you understand that. So Kenya is derived from Kirinyaga. In fact, Kenya should be Kirinyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Then the mountain, Mount Kenya, was Kirinyaga, where wildlife used to live. And then they associated it with Kirinyaga. So it is Nyaga ni nini? Yes, Nyaga. That ice, that is that's Nyaga, Ronyaga. Hallelujah. I think nitakuwa nikichaji mafundisho kwa sababu nimefundisha watu sana mpaka wanaokea tu mpaka mapasta siku hizi naenda wakiquote ati Waruinge alisema. Juzi nilipigiwa simu na familia nyingine walikuwa wanapigana bibi na bwana waki-argue over something. Wakasema wacha tupigie Waruinge atuambie. Then nikawaambia both of them they were wrong. Sasa nikaanza kusikia wakisema noigwa onaedo kumenyaga onaedo kumenyaga. And I was happy because at some point I was a point of reference when it comes to bad things in the country. Now I'm a point of reference when it becomes the good things in a human being. So God will always change you. God will always use you. God will always make you a different person as part of the transitions. And that was why I want us to discuss about the cycle of life. Because the cycle of life will always transit you from one level to another level. Will make you better today, tomorrow you'll be horrible, yet you are with God. Does not mean, you see, people think that going to hospital is because God has neglected you, God does not want you. But going to hospital is part of God wanting you. Dying is part of God wanting you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna mambo ambayo lazima tuyaangazie vizuri. Na Kirinyaga ndio nilikuwa nataka kukuambia ni kitu ilikuwa muhimu sana kwangu na kwa taifa hili kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa ni destiny. Kwa sababu destiny ni kumaanisha ni uvuko kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Marking or doing your destiny. Like now you have a destiny. Your destiny, I can come into your life and ruin it, destroy it. It is very, very paramount na important kuchunga destiny yako. Because most of you hapa naona, leo wale mmekuja hapa, ni watu ambao ni destiny imegogwa. You are not sick. You are not poor. Ni destiny imefanya nini? Iligogwa. Na iligogwa aje? Ulitolewa kwenye reli yako, ukaekelewa kwenye reli nyingine. Sasa umekwama kwa sababu haujui kule unaenda. Umeenda umefika kichaka katikati ukarealize. Hii reli haiko inaenda Mombasa, inaenda Nanyuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mkitoka hapa, hii reli zote zimetoka hapa railways. Sasa ikienda hivi kuna ile itaenda na Kayole, iende huko na Ruiru, iende mpaka Nanyuki. Na itatoka ingine the same line na iende Mombasa. Sasa wewe ulikalishwa ya kwenda Nanyuki na ulikuwa unaenda Mombasa. Sasa ukifika na uko Thika na uko ndio unagundua aya kaliko goko. Sasa unaenda unakuta Murang'a Sagana, unaona ni Sagana. Sagana haikuagi padi, ni padi hii ingine. Destiny yako imepotea. Kwa sababu lazima uende mpaka Nanyuki ndio hiyo tena irudi. Kwa sababu haiwezi kurudi reverse. Bwana Yesu na haiwezi kusema atiweka gari kado ndio hii ingine ipite. Kwa sababu iliambiwa iende na ikienda inaenda kwa sababu kuna zingine ziko nyuma. Kwa hivyo destiny yako imefanya nini? By the time you realize your destiny, wewe ni mzee. Ndio naonaga mtu anaolewa kama sasa sisi tunaanza kutafuta wanawake wa kuoa tukiwa hatuna meno yote. Sasa tunashindwa. Tukaruka kile kemito. Kwa sababu tulichanganywa. Nilienda nikapata kasichana kazuri, karebo kama nyota mzuri, nikasifikiria ni bibi. Na nikachukua. Kumbe shetani amenileta kanibadilishia. Kumbe kale niliwacha kalikuwa meno yake akakuwa kamebrush vizuri, ni yako. Nikachukua kaka kalikuwa kamebrush mzuri kwa sababu shetani alikuwa anataka kunitoa kwa huyu aniweke kwa huyu. Sasa the moment ukiweko kwa huyu, maisha yako imebadilika, kila kitu yako. Kama ni biashara ilikuwa imewekwa yako, lazima ichange. Kama ni familia yako ichange. Kwa sababu ulikuwa kwa huyu wako mlikuwa mzae watoto 5. Lakini kwa huyu si wako, labda huyu hamutazaa ama mtazaa watoto lakini watakuwa wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna baraka ambayo inakuja, kuna nini?
inaambatanishwa na hiyo familia. If you are married to a real husband, kwa sababu bwana yako alilalishwa akavujwa ubavu hapa, hiyo ubavu ndio ilikutengeneza. Sasa hiyo ubavu ndio connector ya destiny. Because the woman, Biblia inasema nini? Biblia inasema ya kwamba mwanamke ni proverb ama ni 38, ile inasema kuhusu the virtue. Hiyo mnajuaga sana. Nilikuwa nataka wamama waseme hiyo mnajuaga. The virtuous woman. Virtuous woman anaamukaga mapema na ndiye anafanyaga bwana yake aheshimike. Kumaanisha nini? Hii ubavu ina heshima. Hii ilikatwa ndio inabebaga heshima, na ndio inabebaga success, na ndio inabebaga destiny, na ndio inabebaga maisha ya mtu. Kwa hivyo ukiwekwa ya mwingine, destiny yako itakuwa kwa ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu uliwekwa na ikatengeneza mtu, ubavu ikavujwa ikatengeneza mtu. Na huyu mtu akaambiwa nini? Msaidizi. Mama ni nini? Ni msaidizi wakuja kukusaidia kukuambia msee, barabara ndio hii. Sasa hebu niambie, hiyo usaidizi imetengenezwa barabara ya Mombasa. Umevujwa ni ya barabara ya Mombasa. Alafu sasa ya huyu ya Kisumu ndio nimekuja nimeweka hapa. Atanipeleka wapi? Atanipeleka Kisumu. By the time tukifika Kisumu, ninalia rais kube nilitupa bao. Maisha imeisha, umezeeka. Ndio hauga gai, okama okatugai. Ndio kenda guka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu misdirect, ulipelekwa kando, ukapelekwa kwa ulimwengu mwingine. Na ndio inakuwa vizuri sana. Before you make a decision, pray over this. Na before you, hata ukipata answer ya kwanza, weka tena prayer nyingine. Seek another answer. Kuwa kama Gideon. Gideon was spoken to by God. Mungu ndiye alimzungumzia na akamwambia, na kutaka ufanye hivi na ufanye hivi. Lakini alitengeneza kagosi kambuzi, akawekelea hapo, akaambia Mungu, kama ni wewe, hii kagosi nikiamka asubuhi kakuwe na maji, lakini huko kado kuwe kumekauka. Akakuja akakuta kama maji. Mpaka akadiora hivi kakamoga maji karibu ndo mzima. Na kugwine ni dry. Tena akaambia Mungu, akamwambia sasa umetosheka? Akamwambia hapana, ngoja kidogo. Sasa hii karowa nataka huko kado kuota kukue na maji, karowa kakue dry. Akaamuka the following day, akakuta karowa ni dry, huko kugine kuota kukue na maji. Bado hakutosheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado hakutosheka. Ugo usichoke kuweka karowa. Usichoke kuuliza Mungu maswali. Hii mtu kina kiki kimutu kimekuja kwa maisha yangu, ni kiako ama ni mimi nimekitafuta? Bwana Yesu asifiwe sana. Tena akaanza tena story nyingine, akaanza na Mungu story nyingine. Gideon akaanza kuambia Mungu venye atafanya, mpaka Mungu akakasirika. Akamwambia, kesho utasikia nitakusababisha mahali ama adui utasikia wakisema wanakuogopa. Sasa wakiwa katika story za kutembea hivi kidogo kidogo, ndio alienda akakuta kwa kampu, akasikia jeshi ikisema ati mundu uria wi guku ni muru muno, ucio nego tonina, ucio tukire rucine tene ture. Ndio akajua kweli Mungu is in this thing. So before you make that silly move like myself, I made a silly move. A silly move because niliona kasichana karebo sana. Karebo lioa. Tuale na muigai wa Jeroge. Jeroge wajiboiga kachukua. Tulikuwa tunafanya kazi hapo TC, tulikuwa tunauza madasi hapo. Sasa tulikuwa tunakula madasi mingi kwa sababu wewe unanyemelea haka na wewe unanyemelea. Tulikuwa tunakula madasi kama 10 ama 20 tukinyemelea ndio wafuge, ndio tuende mahali. We made mistakes. Hata Jeroge alirudi kutafuta mtu mwingine. Mimi sijatafuta. Kai. Nimezeeka tu hivyo. Kwa sababu nilienda nikachukua ubavu ambayo haikuwa yangu. Na wakati hiyo yote mimi nimekuwa nikaenda hapa mkuru hapa, nikapata mwingine hapo, nikaacha mimba, nikaenda ruka nikaacha mimba, nikaenda kwa Jega nikaacha mtoto, nikaenda Kitale Marigo nikaacha mtoto, Dadora mtoto, Kayole mtoto, Rogai mtoto, nikaenda kila mahali, Uganda mtoto, Tanzania mtoto. Kai, mtoto yangu mmoja Tanzania ni MP. Anaitwa Makongoro.
Sasa unaangalia hiyo maneno yote, unaona kuna mahali nilifanya makosa. Na hiyo makosa ndio imenisababishia nikateseka. Nikijaribu sasa, najaribu kureorganize. Imagine sasa narudi kutoka Mombasa nirudi Nairobi ndio nichukue reli tena nifanye nini? Masaa bado inaenda. Ndio unakuta masaa ili kupita. Niko hiyo madhaa we mogodha na idha. Bwana Yesu sana. Ukijiangalia sasa ukianza kutafuta kama sasa ni for example. Sasa hii tuchukue huyu for example. Hapana, tuchukue mgani? Tuchukue huyu for example. Tuchukue huyu for example. Sasa unatafuta bwana kwa age yako. Unaona wewe mogodha na idha. Sasa by the time waza sasa kuanza kutumwa, era dogidisio. Sasa kwenda kuinama chini, mgongo yenyewe imeshakataa kupedi. Kwenda kuinua chini, unasikia mgongo unakaa chini na mzee anataka kutoka. Unakaa chini, unakaa kidogo dakika kama 5 ndio uamke tena upeleke socks. Mzee anakuja, "Neke!" Unakuja. Mzee akikuja na makasiriko na kuna dili ya shamba anafanya, anakuja na kunyanyua kofi. Na ni mama mzee ukinyanyuliwa kofi. Hii inakaa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta maisha yako ilibadilika kwa sababu ya a wrong and a stupid decision you made. It is very important. Hata kuingia kanisa kama hii, pray first. Don't just come to this church. And many of us here are suffering because we have gone to churches. Tumeenda makanisa ambayo hatuelewi. Jana tulikuwa na mama mwingine hapa. Ako huko Keno. Huyo mama sasa ndio nitamweka tu kwa TV mtamuona. Alikuwa anasema kwa sababu alikuwa anafanya kwa maina wa magoto. Na alikuwa huko kama ule wa kupikia maina wa magoto, uji na chakula. Sasa huyo mama anajua mapasta karibu 300 ambao wanaendaga kuchukua gedhito ya kushika washirika. Karibu 100 ngapi? Wale wanaenda wapi? Kuchukua, kuna gedhito ya kutafuta pesa. Kuna gedhito ya kushika washirika. Kuna gedhito ya kushika bibi. Kuna gedhito ya kufanya hivi. Sasa anajua zaidi ya 100 ngapi? 300. Ambao wameendaga huko na ni wahubiri wakubwa. Mimi nawajua, nawaambiaga, lakini sasa nimepata eyewitness. Atakuja hapa atarufua. Ndio niwapatie hii rekodi ambayo niliandika, ndio hii tukonifahamu na hii. Eyewitness. Ndio nikwambia huyu pastor ni fake. Hata ukiona mtu amekuja watu wamekuja maelfu na maelfu kwa kiwaja, ni gedhito kimekamata kia kufuruta watu. They don't care. They don't care about what you are doing. And that is why they will do drastic things on your life and they don't care. Bwana Yesu si kama ule tuliona juzi ya kinyoa watu na kawebe. Sasa he doesn't care. Na anaambia mtu weka picha waone. So kwa nini waeke video? It is the point of arrogance. The point of not recognizing your God. The point of not seeing that there is a God in heaven. Not the fear. The fear of the Lord is not there. Why? Because you are diverted from the line of understanding your God. Because each of us tuko na kalaini ketu kakujua Mungu. Mimi kuile kalaini nimepitishiwa kalaini kebamba. Nilikwambia nilizaliwa aje? Nilizaliwa, wengine nyinyi mlitoka na kichwa, mimi nilitoka na mguu. Unaona sisi hatuko sawa na wewe. Sasa kama mimi siko sawa na wewe, utawezaje kutembea na mimi ambaye siko sawa na wewe? Wewe umilena mutwanida, umilena magoro. Ule turani digai muige muno nigetha atunyitithanie tutuike kindu kimwe. Si ndio? Tunahitaji Mungu mwingi sana. Ndio mimi wa kutoka na miguu na wewe wa kutoka na kichwa. Wewe aidha mimi nipiduliwe niangalie chini kwa sababu wewe unaangaliaga chini hata sasa na mimi naangaliaga juu. Ndio unaona maneno yangu inakuwa tofauti na wengine. Because mimi naangaliaga juu. Kwa sababu nilitoka kama nimeangalia juu. Lakini wewe ulitoka kama umeangalia nini? Chini. Kwa hivyo anointing yako inatokaga na chini na anointing yako inatoka wapi? Na juu. Sasa tukitembea pamoja, hizi anointing zitakataana kwa sababu yako ni ya petroli na yangu ni ya diesel. Sasa ukiweka petroli na diesel hazitafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona ni vizuri hiki kimutu ukikipenda. Ni vizuri kwanza ukichukuse vizuri, ukielewe. Ukielewa hiki kimutu vizuri, utajua jinsi ya kuishi. Na kutoka siku hiyo, kitu ya kwanza ilifanyika kwangu, walitaka kuniua. Maana hata madaktari wote walitoroka kutoka kwa hospitali. Maana nilitoka nikiwa na maneno ingine ambayo haieleweki. Nilitoka kama niko na chain. Inaitoka kwa Kikuyu mumetaga jogo. Si mnajua wale wanajua?
Mbona niwe jogu nedwe? Ule anaweza kutuelezea jogu ni nini? Jogu ni chain. Nilizaliwa nikiwa na chain hapa. Chain kwa Wakikuyu ni kumaanisha huyo ni mudhama, ni mudhamaki. Na mtu mugo alizaliwa akiwa na tubego kwa mkono. Wewe ni nurse, wewe ni daktari. Ushaikuwa mkunga? Ushaisikia mtoto kuna alizaliwa akiwa ameshika vitu hivi? Huyo sasa ni mudomogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo wengi ndio naona ni wagoroki huko kwa barabara. Wengi wao ndio naonanga ni mwenda wa simu. Kama brother yako ni mwenda wa simu, chugusa. Kama baba yako ama mtu yenu ni mwenda wa simu, chugusa. Alizaliwa na hizo bego. Na huyo mtu hakuagi wa kawaida, anahitaji mtu wa kumsaidia ndio abadilike. Arudi hiyo channel amekuja nayo ambayo aliwekwa kutoka kwa tumbo ya mama yake, umweke kwenye channel ya kiungu. Otherwise ataishi katika maisha hayo, maisha ambayo atakuwa ya kukataana na watu wengine na hataishi kwenye maisha ya watu wale wengine. So wakati nilizaliwa na hiyo kitu, wote madaktari walitoroka. Mtu alinisaidia mpaka mama yangu akaanza kuambiwa, wasiara kajini. Kwa sababu nilikuwa venye naambiwa, nilikuwa ni kama kamzee fulani kamezaliwa. Yaani ni kamutoto lakini kanakaa kamzee. Mpaka ni kama huko ndani kwa Keni huko ni kama kuna tumeno tunataka kumea. Alafu ni kamtoto, mimi sikupigwa ati ndio nilie. Nilitoka barubaru na smile. Naangalia mama ati nilikuwa nakodolea mama macho hivi na smile mpaka mama anasema akinyonyesha anakaja kaika toigaka. Kari gatoigaka. Mama ananiangalia, madaktari wanamchukulia akiwa mbali. Kwa sababu madaktari walikuwa wanamwambia ati arogithia kajini. Walikuwa wanasema nilizaa jini. Mpaka baba yangu akaitwa kuje. Baba aliposikia story venye kunaendelea, baba akatoroka. Hakutaka kuhusishwa na jini kwa sababu akasema mama yangu kuna mitaa alipitia ndio kwa maana amechomoa nini kitu kama hiyo. Sasa unaijamba jini, madaktari ni manasi wote wametoroka. Mama yangu aliwachwa yeye na daktari mmoja, father wa Kaplong Hospital. Ukienda Kaplong Hospital utapata hiyo story iko huko. Sasa huyu daktari alikuwa anaitwa Hezekia, ni Mjaluo Ogunyo. Sasa mama daktari ni father akakaa tu na mama tu akasema nitavumilisha, nitavuka na huyu mama kwa sababu mama amestuka. Naenda anakuja badala ni hata utapotea hata kama ni mimi nikitoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alivumilia na kaninyonyesha. Hapo ndio mama huyu daktari akamwambia huyu mtoto si mtoto wa kawaida. Na watoto kama hawazaliwangwi in centuries, wanakaanga in centuries ndio wazaliwe mtoto kama huyu. Na umutunze vizuri sana. So wakati tulienda nyumbani after hospitali, kufika nyumbani, baba yangu ni bibi gapi? Bibi. Sasa hii bibi, si unajua mabibi wanakuwa wanagogana. Alafu watoto na wao watoto na sisi tunachukua vita ya mama yako, na hiyo ni ujinga. Na unachukua vita ya mama ya huyu mwingine, nyinyi mnachukua vita ya mama yenu na vita ya mama ya huyu. Sasa mnachukiana. Ukiulizwa mnachukiana kwa nini? There is no reason. Hakuna. Ukiwa thina wa thoguo baba wanyu ri na atumia ake ri urokira ha. Urokira ha. Wewe umezaliwa umekuja dunia hii. Yule amezaliwa amekuja dunia hii. Hakuna mtu aliandika barua nataka kupitia kwa tumbo ya mama fulani. Sasa wewe unaigilia, unachukia sister wako huko kwingine wa nini? Wacha ujinga. Watana baba na mabibi zake wapigane. Sisi tuko kwa hii dunia, we are residents of this world. Tuingie kwa dunia na tuishi hapa duniani, tuishi vizuri kwa sababu unahitaji. Huyu mzee kama sasa baba yako angepigana na mama yako. Kwa sababu direda mwana, nini niko dina mwana, mnapigana mpaka mnadukana visu. Saizi huko wapi? Saizi weko anyokwa. Wekwa thoguo. Acha ona nilikuwa mutio nanaga nao. Ni thimu muhore kamera. Ndaota maka mpesa hauwe. No nataka akinya. Manyanya ga akinya ana nweka wega totikwane totimalaga chukari. Na ni after 7 months. Na kama mngeuana kwa sababu ya huyo mtoto hata hataki kujua ameenda mwaka mzima hatumagi.
Hatumagi, hata hataki kujua mnakaa aje na mgeuana mkiwa watoto. Ndio ukiona mzee anataka kubeba mtoto, mwachie bebe. Ukiona mama anataka kubeba mtoto, mwachie beba. Kwani ni miaka gapi? 19, 17 years. Mtatokanwa kataenda. Sasa mimi kwangu naishi sigo kama mti. Sigo kwa nyumba. Ndida bagelia dhafuria. Na agaruga chai roshini. Na sitaki mtu kwa hiyo nyumba. Sasa msianza kusema maovi baba na kuitisha. Umesikia baba, huyu mtumishi wako amesema ameosha sufuria. Wacha nikamsaidie. Sitaki kusaidiwa. Nimezoea mikono imechomeka vizuri. Imekaa kwa nashika sufuria kama mama wa Geshagi na sichomeki mkono. Bwana asifiwe. Sasa wachana kungangana. Huyo mtoto atakuacha tu. Sasa mimi nimewaachwa watoto 18 na zaidi. Wale wako kwa nyumba yako wote wameenda amsigo. Na kama tugeuana na mabibi na mama zao, ikono tu tutachana kana tu hiyo uigira ugatia. Hawa watoto wanakaa, mimi kuna wengine ndiko na miaka 3 sijawaona. Wana daddy how are you? Wanaongea Kisugu kingine sielewi. Daddy how are you? Namwambia demwega dad ati umesema nini? Demwega mono nini hiyo? Karibu niulize kama ni sufuria. Kwa sababu hata haelewi nini na sauda sukumusa. Maana alienda na kaenda dunia yake. So leave these simple petty fights. Ati mtoto ni mwana wako, mdagiri na mwana wako. Ni dagiri. As long as this child lives a nice life, mpatie maisha mazuri. Kama uko na pesa asome vizuri, kama uko na kanguo kazuri, pesa umnunulie kanguo kazuri, aishi maisha yake. Hiyo ingine wachana na utaachwa. Wewe unaishiki kwa baba yako sasa. Na mama yako alikuwa anakima, "Ni mwana wako hai. Ni ndio kwa mwana wako. Ni na gwire." Na kama angekufa na uenda atakutembea kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati nilizaliwa, nilipelekwa wakati tukienda nyumbani, kitu ya kwanza nilikutana, unaona nimekuwa huko, Ezekia Ogunyo, doctor, akaambia mama yangu, huyu mtoto nimesoma Mungu amenifunulia, nimuite jina. Akamuita jina gani? Nitamuita jina Hezekia. Mimi naitwa Hezekia. Bwana Yesu asifiwe sana. Niki, unachekelea jina yangu? Sasa nachekelea ati mimi naitwa Hezekia. Kwa nini jina kwa James? Mimi naitwa Hezekia. Si Ezekiel, Hezekia. So akanipatia, akamwambia Hezekia alikuwa mfalme na alikuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo na mama yangu naye akanipatia ile ya nyumbani. Kutoka hapo nikapatiwa jina Ndura. Ndura katika Kiebrania, ukienda katika Hebrew, Ndura ni kitu inamaanisha long lasting. Ndura na Kikuyu inamaanisha long lasting. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm long lasting. Ndio mumeona mmejaribu kuniua, mmejaribu kuninyoka, mmenipiga marisasi, mmeniwekea sumu, nothing is happening. Atake. Umefanya kila kitu. Lakini kitu ya kwanza ilifanyika in my 1 month ya kuzaliwa. Sasa hii masibling na hii masibling ya hii nyumba ingine nikapatiana na mama nitira mwana kwa hiyo sibling ya hii nyumba ingine aliniagusha kwa machiwa moto. Hii nyama yote unaona hapa si yangu. Hii ni mama alikatwa ikapatikiliwa hapa ikakua. Niliagushwa kwa machiwa moto. Tumara tulikuwa tumechomeka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usianza sasa kunitune ati ndio. Usikuniangalia vizuri. Wakati unapenda kumwa. Sasa na muliko nachukulia. Kumbe ulikuwa unataka kuja kuchukulia tu kuona kama ni kweli. Nasema ni kweli. Nitakuja kuwaonyesha siku moja. It is not my meat. It is my mother's meat. Why? The intention was to kill me. So when you have a destiny, when you have a plan of God, when you are in the plan of God, when things are being lined up for you, there is always a group or a systematic arrangement, plan to kill you. They are not interested in you as a man. They are interested in what is in you.
Bwana Yesu asifiwe sana. They don't care. They are demons ambazo zimetengenezwa, who are demons of destiny killers. They are not interested in you as a personality. They are not interested in you whatever. Pesa yako hawajali nayo, magari zako hawajali nayo, status zako hawajali nayo. Wana only targeting. When you go touching your destiny, that's when they rise up. Hii kini wanakuwa comfortable. Wanakaa mzuri. Wakati nilikuwa mwizi, nilikuwa naiba vizuri. Nilikuwa naiba na kina Wanogo na kina Madhari. Nilikuwa chokora, nilikuwa pickpocket. Hapa OTC nimeiba sana, hapa OTC. Kama kuna kibeti yako ishapotelea hapa, ujue ni mimi. Nilikuwa nafanya those days, sio sasa. Usiende polisi kuripoti eti kibeti ilipotea. Ni hizo enzi za huko OTC, wakati OTC was to work. There nilipickpocket huko sana. Huko nilipiga watu geta na hii kuwekelea mbao hapa na kufinya mpaka unasikia ametoa pumzi, na huko nyuma unatoa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo nikagraduate. I was a chokora. Nikagraduate nikiwa chokora, nikakuwa kule Dadora. Tulikuwa Githurai 45. Dadora dumping site ilikuwa Githurai. Ukiingia Githurai ya 45 hapo kwenye kanisa ya Catholic, hapo hiyo kumejengwa maduka. Hiyo ndio ilikuwa dumping site. Hapo ndio tulikuwa. Sasa tukarudi tukatoa ikahamishwa ikakuja Dadora tukahama. Sasa mimi ndio nilikuwa wa kwanza kurandi Dadora na tukadominate tukashika. Sema kudominate. When you are a leader, you will always, no matter what kind of a situation you are in, you will still be a leader. Nothing will change you from the focus of God. The devil will always want to brand you, to put some new clothing on you, to put vitu vingi zitafanyika katika maisha yako. But the most important thing, the real you that is in you will always remain to be truthful, to be genuine, to the real you. So as I was a chokora, I remained to be a leader. I went wachokora, wakati tukivuta guru nilikuwa mimi ndio naongoza wale wengine. Mimi ndio nilikuwa nasema. Tulipoingia Dadora dubbing site hapo dubbing site, tukaanza kucontrol gari yote kuja kuleta takataka ilikuwa inalipa shilingi 200. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na kiguru ninafuta, lakini gari lazima ilipe ngapi? 200. Ikikataa kulipa nasema ichomwe, na ilikuwa inachomwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulichoma magari kama 6. Ndio Wahindi wakajua these people are serious. When you have something in you, you will do something that will make people to know huyu mtu ni serious. Bwana Yesu asifiwe sana. And always they take you for granted. Always they will take you for granted because you are not an ordinary person. You are an extraordinary, or you are an abnormal. Mtu mwenye ako na anointing ya mna hiyo anakuanga abnormal kwa sababu mambo yake yote ni opposite of others. People will never understand you. People will never know you. Utakuta wanakuogopa, na ukimuuliza ujetigirire ki hatire, because haujapiga yeye, haujatusi yeye, haujaongea vibaya kumuhusu, but utakuta kila mtu anakuogopa. Ukimuuliza niki damu ikile, niki utakuta anakuogopa tu. Hivyo tu. Ni kwa nini? Because you are not a normal person. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't ask yourself, ni kwa nini maneno yangu haiendagi kama ya wale wengine? Ni kwa nini maneno yangu haiendagi kama ya brother zangu ama ya sister zangu? Ni kwa nini watu hawanielewi? Uhitaji kuelewa na watu. Jielewe wewe mwenyewe, utengeneze destiny yako. Ukijielewa utaacha kusubuana na watu. Ukijielewa utajua wewe mimi ni nani, na utakaa maisha yako ujitengenezee ka island kako. Watu watakuwa wakikuja because you are carrying something that will make them come. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't try to be like them. Don't try to walk like them. Don't try to live like them. Don't try to be thinking like them, because you will never. Hautaelewana na wao because you are an abnormal person. You are not okay. Mimi si abnormal. Mimi ni mtu mwingine, si abnormal. Nilikuwa na askari mwingine hapa jana, anaitwa Mudhaura, ni rafiki yangu. Mudhaura nakumbuka nikiwa Dadora hapo phase 4. Mama wengine walikuwa nauza chakula hapo. Nikawaona wamekuja kunitafuta. Nikawaona, niliingia kwa kibada ya huyo mama na nikasimama. Mudhaura mwenyewe alikuja baka kwa hiyo kibada na akauliza huyo mtu alikuwa amekaa hapa, because informa aliwapigia simu. Ako hapa. Nilikuwa nakula madasi hapo, lakini nilipoona nilitoka kwa kibada nikaingia kibada ya boga, nikajifanya mtu wa kuuza maboga. Mudhaura alikuja baka kwa hiyo kibada, akakuja akauliza huyo mama, "Unimeona ule mtu anaitwa Waruinge wa Mogeke?" Mama akaanza kuangalia hivi, nikiwa pale nikarealize Mudhaura hanioni. Nikamwambia mama, na kwa sababu nilikuwa mtu ambaye anaogopewa, mama alitulia na akakaa chini. Mudhaura akaona kimama nikimjika nikifara, akaenda.
Alipoenda mama pale alikaa, ile kiti ilikuwa ya mekada ile ya matairi, ile ya naona ile ya mekada ya buraki. Alafu na iko na kasipoji. Sasa na mimi nilikuwa nimekaa hapo nikikula matunda. Sasa niliona nikao kama freji kamefunguliwa. Kwa sababu sasa hii ni flying squid na hii ni mtu mwingine baya. Sasa what will happen about me? Mama nikamuuliza ni madhi. Mimi nyamaza. Kila nilikuwa na pesa kwa mfuko nikampatia 10,000 nikachomoka nikaenda. Meaning Mudhaura hakuniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini at the same time huyu mama anajua ile danger ako nayo hapa. You see now, those are two different things, but they are the same sin. Mudhaura hakuniona. Mimi sikuwa na githito, sikuwa na uchawi, na hakuna communication nilitengeneza niambia Mungu nifiche ama shetani nifiche. Hakuna, I just hid myself. Nilikuwa nataka wapite. Lakini hawakuniona. Tena tukaenda mahali pengine, Mudhaura mwenyewe huyo na mwingine alikuwa anaitwa Kiptum. Kiptum aliacha kama amenirega hivi na akaachilia twi, alipopiga ilienda kwa ukuta ikarudi ikamgoga hapa yeye mwenyewe. Lakini mimi hakuniona kule nimeenda. Kutoka siku hiyo ndio ule PPO alikuwa anaitwa Kilonzo akasema Waruinge is armed and dangerous, but above all Waruinge is a ghost. Bwana asifiwe sana. They all believed that I was a ghost. They all believed I was not normal. My own father had never believed in me. Nilikuwa naingia kwa nyumba, unasikia, unajua wazee wa baba tunajua kuhepa sana. Tunahepanga na wamama. Nasikia baba akaniambia mama, Jerry, mamangu anaita kwa Jerry. Jerry. Morogoda akeigira. Sasa yeye ni kuodoa kwa sababu anajua kuna danger. There is something might happen anytime. Ukiona amerudi nyumbani, kuna shida huko nyumbani. Mzee anatoka pole pole kwa sababu ni wa bibili. Anaenda kwa hiyo bibi nyingine kukaa huko. Asikilize akiwa bali kama kumetokea maneno. Bwana asifiwe sana. So sasa that kind of person is a person that has got different images, different. Utakuta hata sasa ukiuliza wale tunafanyaga nao kazi hapa, wanakuambiaga kuna siku you cannot be able to approach you, kuna siku we cannot be able to talk to you, kuna siku wewe ni mzuri, kuna siku wewe umekaa hivi. Sasa nashindwa ni siku gani hiyo? Si unipige picha unitolee hiyo picha. I don't change. Niko ile vile hivyo ni unaona jeragia. That is how I was created. And hivyo ndivyo niko. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama unaonaga ni wewe umetaka kuona, hivyo unaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Because sijai kuwa mtu mbaya kwa mtu ama wewe, nishai kuwa mtu mbaya kwako? Yeah? Nishai kuwa nakaa na sura ya Mturukana ama sura ya Mukaba? Si ni ile sura yangu tu. Si unasikia hawa anasema hivyo. Lakini nyinyi mnasema vingine kwa sababu the understanding will be different depending on how God want to use me. I am an object that is being used by God without my knowledge. I don't understand how God uses me. I don't understand the transition in my life. Leo naweza jikuta kama sasa tuko hii nyumba. I don't understand how we are here. I don't even understand how we made it to this. I don't even understand how we made it to be able to pay rent ya hapa ukikumbuka pale tulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walihama, kina Beatrice walihama kwa sababu ya nini? Waliona tutakuwa hiyo haibu ya kwenda Nairobi kwenda kuaibishwa, kuokishoniwa hawatavumilia. Walitoroka wakaenda because they could not understand. Tunatoka kwa nyumba ambayo tuna struggle kulipa nyumba. Tunaenda kwa nyumba kubwa ambayo ni 10 times rent ya pale tunalipa. Lakini Mungu mwenyewe aliniambia anza kuhama, anza kupack. Na nikapack. And that is why my life has been so comfortable and easy because I struggle. I don't sitakaa chini ati nifikirie gogo. As long as Mungu ameniambia nenda ununue viti, nenda ninataka viti kama ama nisimame leo niambie Mungu nataka shilingi 1,000,000. I'm telling you, by Johnny that 1 million will be here. By Johnny. Nikiwa hapa Wabuya aliniuliza siku moja, yule alikuwa anaenda, wakaenda wakachukua kamukeka kengine kanakaa ati nika rais kwa sababu wanaona pesa sina. Mimi sikuwagi na pesa kwa mfuko, lakini I'm very rich. I'm very rich. Sema rich.
lakini sina pesa kwa account na sina pesa kwa nini? Kwa mfuko. Lakini nikitaka milioni 5 saa hii, nisimame hapa niambie Mungu, ninataka 5 million. I'm telling you, zitakuja. Zitakuja. I don't pray. I just ask from my Father. Because he told me, just be asking, I'll be giving. But live according to my instruction. Live according to the plan. Na kitu Mungu akiniambia hii fanya, hata muoppose. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mungangane, because God guides my life in transitions of his command, of his will. I am in a place because God wants me to be there. I am in a direction because God wants me to be in that direction. When I make my own direction, ninaangukanga flat. Baka utanisikiria huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I'm teaching you about the cycles of life. And this is things that you've been going through. And this thing has happened because it has caused you to make long foundations in your life and evil foundations. Because of you not understanding, you only need to understand and know who you are. You don't need anybody. You don't need your father. You don't need your mother nor any teacher. You need only to know mimi si mtu nomo. Kwa hivyo, watu wote hawanioni nomo. Kwa hivyo, sitaishi na watu hawa kwa sababu hawanioni nomo. Sasa naambia Mungu, ni wewe tu na mimi. Mimi na wewe ndio tuko nomo, sisi wawili. Kwa hivyo tutembee na wewe, unionyeshe venye nataka. That is what I ask my God. Nikitoka hapa asubuhi kutoka kwa nyumbani, ninaambiaga Mungu, unajua mimi sikuagi na kichwa mzuri, na wewe ndio unanijua tu. Nipeleke kule unataka niende. Ukiona tunaongea na wewe leo, kesho nikose kuongea na wewe, usijali, nilikatazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona leo ninafucheka na wewe vizuri, ukiingia next 10 minutes na kuangalia kama ni nyoka nimekuja kwa nyumba, usijali. Vumilia tu. It is for that time. The next time I will be different. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I am a man that is in a cycle that you can never understand. Even my own children. I remember I sympathize na my son. Mpaka saa hizi, he never trusts me. My eldest son, because aliona polisi wakiingia kwa nyumba. Tulikuwa tunacheka nao tukiwatch TV na kila kitu. Polisi walipiga tero nyumba mzima. Kijana ananiona pale nimekaa na polisi hawanioni pale nimekaa. Sasa that boy until today is very terrified. Hajuagi. Ukamuuliza, do you know your father? Akaniambia, we don't understand. I have never understood. My only incident, my father was seated. The police were there. They were looking at him, but they never arrested. So tukiwa kula kabusi, mimi watoto wangu tuko very friendly sana. We are very friendly. Ukikuja kuingilia katikati ya watoto wao wote 18, 3 tu ndio mama mmoja. Hao wengine ni hitaderani. Nilikuwa huyo kitu. Na nikihiti, bego, lazima itoke. Ni siku hizo sio saa hii, msikujaribu kukuja, niliokoka. So, Bwana Yesu asifiwe sana. So my son alikaa akachungulia, he could not believe it. So he locked himself in a room, akarudi baadaye akauliza mama yake, who is my father? Akamuuliza kwa nini? Akamuuliza tu niambie, who is my father? Akamuuliza kwa nini? Akamwambia sasa he came kutuambia sasa akiwa mzima. Last year ndiye alikuja kutuambia why he was asking that question. Because hata mimi sikujua, nilikuwa sikuwa nakionekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sikuwa najua. Mtoto wangu tu ndiye alijua. Ati hawa wanatafuta baba na baba ndio yule mimi namuona lakini hawamuoni. Kwa nini? Because when God has a purpose in your life, when God has a reason with you in this world, that reason, na kama wakati yake haijafika kufanyika, nobody will be able to tamper with you because you are tamper proof. Bwana Yesu asifiwe sana. Those who plan to kill you, the destiny killer, the police were the destiny killers. They wanted to kill me because what was in me, that is what we are looking for. But
God will make sure he protects the destiny that is in you. He does not protect you. He will protect the destiny that is in you. Because if he was protecting, he could have protected these bullets ambazo nimepigwa kwa mwili 12. Hasingepigwa hizo bullets zote, hasingepita kwa mwili, na hasingekunywa sumu, na singeenda jela. He was not interested in me. Lakini kuna kitu aliweka ndani yangu. Hiyo ndiyo nachungaga. Hiyo ndio ile kitu Mungu anachungaga. Si wewe tu, wewe ni mtu bure, wewe ni body, ni kibody tu. Lakini there is something that God has put in you. And that something that God has put in you, he will not allow anybody to touch on it. Wachawi watakuja, warogi watakuja, wauaji watakuja, waizi watakuja, but they will not touch you. Utawana na mume ambaye atataka kukumaliza, he will not be able to touch you. Utawana na mke mwenye atataka kukumaliza, he will not touch you. But when God will be using you, people will be seeing the glory. The glory. There is a time most of you used to pray for me to die. Ndio mkegiro. Kwa sababu kuna siku nilisema mama wote Kenya mzima wazivae miniskirt na wazivae nini trouser. Niwekelile. Hukuva. Na nilikuwa kwa nyumba tu, nilikuwa nataka kutest. Nilikuwa na test, nikaita media. Nilikuwa nataka kutest nione kama watu wananitabua vizuri. Nikasema nisisikie mama. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 7. Nikasema wamama wote wavae kama ni skirt imefika hapa. No trouser, no kinyasa. Na kulienda hivyo. Nilipiga raundi Dadora, Kayole, nikaenda mpaka Banana, nikaona it is an order well observed. Hallelujah. But going back to ask myself, what made these people to be terrified? I don't know. Kwa sababu hakuna mama niliyatishia maisha, hakuna mama nilipiga, hakuna mama nilienda kwake nikasema wewe nisikuone. But people here had it, na wakasikia, na wakasikiliza, na wakafuata. Na ikakuwa ni order. Na ikafuatwa. So you have a destiny. And when you have this destiny runs in cycles, runs in levels. So when you are in a particular destiny, iko na vita zake. Kwa hivyo hizo vita ambazo unapigana nazo saa hizi ni za hiyo destiny, the level of the destiny that you are in. You are moving from where you are now. Utamove your step. Sasa utamove, niko kwenye hizi vita ziko hapa. Nitamove hapa. Nikifika hapa kutakuwa kuna mambo inashughulika. Kuna forces ambazo zinapigana. Ma destiny killer wa hapa chini, they are not the same as the destiny killer wa hapa. Nikipanda hapa juu, the destiny killer wa hapa, they are not the destiny killer wa hapa. They are put in levels. They are laid in levels. So don't worry saying, turahoire, nikuwa goma igeirokirire. Asha, ukigwa goma neirokerire, ujue hizi za hapa zilikufa. Za unangangana na za wazee wa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia sasa umeombewa na umetoka, nitiraigwa ndina breakthrough. No maundu maria magorete ni moru muno. Yes. Ni kuingia umeingia level ingine, unakaribishwa na wazee wa hiyo level. Sasa jitayarishe kukaa na hao wazee. Sasa ukitoka hapo, ukimove the other side, unajua ukisikia kuna reaction, basi unajua umeguza. That is why umeenda level hiyo ingine. Na kama hautasikia reaction, usikie comfortability, unasikia tukulala. Ukiiba nyimbo msuri, you are in bed with the devil. If there is no trial, kama hakuna majaribu, kama hakuna mateso ambayo inajaribu. The Bible says in the book of James, ni James ama ni gani? Ni Yakobo. James 1, some James 1 haraka. Usikie. Be joyful, verse 2. Be joyful. Have joy when in trials. Why? Because the trials are allowed in your life to electrify the destiny that is in you. To make you have a testimony. That mahali popote utaenda, utasema this is. Kama hatungefurugwa Kirinyaga, hatungesema utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Tulifurugwa tukafurugika. Tulifurugwa vizuri. Paka nikajaribu, paka nilikuwa najichuna hivi nauliza, ni yejetago Ndura. Ni mimi, paka nikakuja hapa nikatoa press ingine nikasema, huko si mama yao anahubiriwa, wapende wasipende. Nitafanya mkutano. Mungu akanikumbusha, kaniambia hii kitu nani alisema ni yako? Hii kitu nahubiri, nani alikupatia mamlaka? Hii ni yangu, ni mimi nitakupeleka huko. Na ni mimi nitakufanya ufanikiwe huko. Tusome hiyo James. Haraka kidogo. James chapter 1, verse number 2.
My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Count it all joy when you fall in diverse temptations. When you fall into very diversity. Mambo ni mazito, pesa, kupigwa, kudharauliwa, kudimotiwa. A man of things will happen to you. Count it all joy. Knowing this, that the trying of your faith worketh out patience. Wow. So when you are being tried, patience is being worked out. So trials, God want to see whether you are patient. Kana no urarire thiko mugwanja na ukiona gage muthuri hau na kongona thanga kana karagia iu nake no aki saitani ida ndike mundu be hau gakokora taka. Number 2, but let patience have her perfect work. then once you have the patient, the perfect works of God starts working in you. Yes. God will start using you. God will start working with you. God will start moving with you because the perfection of the faith that you have from God starts working in you. Now you are perfected. You start speaking. Unasema kesho utapona na unakuta huyo mtu amepona. Anasema sasa mimi nikitaka kitu sahihi, I don't even go to that prayer mountain. Sitaenda naambia Mungu. Kwa sababu niliambiwa itisha na utapatiwa. That you may be perfect and entire, wanting nothing. Entire, unakuta hautaki kitu. You don't want to be rich. You don't want to be super. Juzi niliteremka hapa na motorbike. Mawatchmen wa hapa watu wakasagaa wakasema, "Pastor, umekuja na motorbike." Kai, "Pastor, gari imeharibika." Chukua Uber, nikamuuliza what for? What for? Mimi nimeendesha magari. I was the first Kenyan, the third Kenyan owner to buy a Lexus. Zilikuwa za kwanza zilikuja ni KAM 888V ni ya Mutudho. Yangu ilikuwa KAM 889 yangu. Na Gideon Moi alikuwa na KAM 888 something. Hizo zilikuja zikiwa gari 3 za watu wakubwa. Si hivi. Na Mutudho alikuwa ameiba huko nini? Huko Kenyatta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliuza masamba ya Kiabu Dadora. Eda uze leo uone kama venye utapuruga. Utakoka ukae msuri. Okay, verse number 6 now. If any of you lack wisdom, let him ask of God, who giveth to all men liberally. So if any of you lacks what? Wisdom. Ask from who? From God. From God. So there is a time tutakuwa hatuna wisdom. When you find things are not working, it's because wisdomatically you're not working. So ask it from God. Don't ask from man. Ask it from God. He will give it to you. That is what King Solomon did. When he went after doing the sacrifice, when he did the sacrifice at the Mount Gibeon, alichinja ng'ombe 1,000. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why I see, value your sacrifices. Don't just give whatever you give. Value your sacrifices. Because your sacrifices will determine what you become. Whatever you sacrifice is a determination. It is a decision that what you are going to become. When this person called King Solomon, he went to Gibeon and slaughtered 1,000 cows. Kuchinja mang'ombe 1,000. Alipochinja kwa sababu ya kuchoka akaambia mavijana aleke kahuruke kamutini kale. Akateremka hapo, aliporara tu akasikia Mungu akimuuliza, niambie kile kitu unataka. You open when the kind of a sacrifice opens the conversation between you and God. Sacrifices are not offerings. Sacrifices are not tithes. Tithes and offering, they bring a relationship with God to make you walk in the grace with God. But a sacrifice brings the presence of God. Hallelujah. Did you get me on that? Did you get me? You didn't get me. You didn't understand the concept. The concept here is, the offering ambayo mnatoanga inatengeneza, the grace of God inatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inatembea na nani? The grace. When you are walking in the grace, Abraham walked with God from Mungu alikuwa anazungumza na Abraham kutoka kule kwao nyumbani kwa Tera, akamwambia ondoka uende mpaka mahali nitakutuma. That's the grace of God.
Akamwambia Joshua, start the journey. That's a grace of God. Akamwambia akina Gideon, wakati walikuwa napambana na wale wana wa Israeli, wana wa nani wa Amereku pamoja na wa Midiani, they were fighting a battle, but it was under the grace of God. Praise be the name of God. Hallelujah. Therefore, there is this thing that you need to understand. When you give a sacrifice, when you give what? A sacrifice. When Abraham gave a sacrifice of his son, remember, it is God who instructed him to come. So you wonder, this question I'm going to place. It is God who asked him, get out of your father and go to a country, I'm going to bless you. So it is who has spoken about it? It is God who has spoken about it. Now, when he gave a sacrifice, the Bible says, and God appeared to him. So when you are walking in the grace of God, does not mean the presence of God. There are two things. The grace, it is God's will upon your life without you being involved. God only directs you, anakupeleka mahali unataka. But when you do a sacrifice, you bring the presence of God. Praise be the name of God. You bring what? The presence of who? Of God. And when Solomon, after he gave the sacrifice, where he went to sleep, and God appeared to him. When Isaac gave a sacrifice, and God appeared to him. When the sacrifice brings the appearance of God, and when the appearance of God comes in, comes with a promise. The grace does not have a promise, but the appearance of God has a promise. Bwana Yesu asifiwe sana. Has what? A promise. What does that mean? That when you give a sacrifice, brings God to have a conversation with you. And Abraham was, when he took his son, God appeared to him and he told him, this world you see, this what you see belongs to you. When Gideon, King Solomon gave a sacrifice, he was asked, ask me what you want and I will give it to you. You understand me? Ask what you want. I will. When Isaac was about to cross to Egypt, God told him, go back to Ai. That is where you are going to cultivate and you're going to become rich. Remember, Ai ilikuwa na njaa ya miaka 3 na ingine 3, 6 years, hakukuwa kumenyesha mvua. Kwa hivyo it was illogical, completely illogical. Lakini Isaac akaambiwa usiende Egypt, urudi mpaka Ai, kule nitakubariki na utalima na utavuna. Alipofika hapo, akatoa dhabihu, akatoa sacrifice. God appeared to him na akamwambia, utalima kukiwa na jua na utavuna kukiwa na jua na utakuwa tajiri. So a sacrifice brings the presence of God. And the presence of God brings a promise of God. A presence will never come without a promise. Any presence of God, it brings a promise. So when you give your sacrifices, it brings the presence of God to you. And God appeared. And God appeared to Gideon. When Gideon gave a sacrifice, God appeared to him and instructed him. So when God appears to you, he comes and changes your life. He comes and makes your life completely different. When God appears to you, you will not be left the way you are. Bwana Yesu asifiwe sana. Something will happen. Something drastic will happen. You need only one encounter with God. One encounter. That is why when God instructs me to do these things, I do without hesitation, because I don't know which one I will do that will touch him. And once you're touched, imagine Abraham. Hakutaka Mungu siku ingine. When alikutana kule Gibeoni kuna nani? Mount Moreb, kutoa mtoto akaambiwa, hii yote ni yako. Rusha macho mahali nafika, uko ndio nafika. Fanya hivi, uko ndio. Hesabu jata juu, uko ndio. He never
wanted God to give another encounter because he knew I already own this world. Bwana Yesu asifiwe sana. When Solomon was told that I have given you even, you have asked for wisdom, I have given you even more than what you asked for. Everything on earth, the riches. Until today, nobody has a wisdom similar to that of Solomon. Why? Because he touched God. You need that one touch. You need that one touch. And you know, keep sacrificing. Keep giving your sacrifices. You don't know which one will touch him. Na wakati utaguza mzee huyo akiwa biguni, umuguze, it is permanent. It will never change. Akiguza akaseme achilia failo ya mapesa kwa huyo mama. That's the end. Utakuta watu mpaka wanakupiga masirapu wakikuja. Dada kwa ya pesa. Wewe kwa tena mtu mwega, chukua hiyo pesa ni yako. Na wanaenda because wanasumbuliwa na with that promise that God promised. Wanasumbuliwa na that challenge of the promise. Therefore it is very important for you to know that you need that one encounter. That one encounter. This one encounter will come when God instructs you to give the sacrifice. It is not you to instruct yourself to give a sacrifice. God will instruct you. And if you do exactly what God told you, he will do. He tested Abraham. Akamwambia nipatie mtoto. The one that you love. Not any son. Not just any son. The one that you love. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, when you know you are moving according to the plan of God, it is the one that you love. So sacrifice must be that which you love. Not that which you select from any. No. It is that which that you feel you love it. That is the meaning of a sacrifice. Number 2, it must be given to a particular place. It is not any other place. Hallelujah. So ukienda daigwira kwa nia YouTube ine ndirona we no munabii wa kahinda gaka nikenda ugadute maruta makwa nikenda ugadute sacrifice yako. Hiyo ni ujinga. Sema ni ujinga. Ni ujinga mtupu. God must, you just don't give. You just don't give. You take where God wants you to take. Do you know? You remember that verse? Man of God. Abraham was told, take your son to Mount Moriah. Then, where in Moriah? No, where in Moriah? In a particular mount in Mount Moriah. Not every mountain is a mountain. Bwana Yesu asifiwe sana. Not every mountain is a mountain. There is a mountain, in that mountain where the presence of God is. Just look for it. Isaac gives, you can Google search, then we read it. So that I want to explain to you that not every mountain is a mountain. There is a particular, in that mountain, there is a place. Yes, Moriah is godly mountain, but there is a particular place in that mountain where God will meet you. So before you start sacrificing, ask God to give you a direction and give you which mountain, and particularly once you're in that mountain, where in that mountain? Is it in east? Is it in south? Is it in north? Don't just give it. A sacrifice is a connector with you in the presence of God. It's not an offering. It is not Jesus zingine munaitaga. A sacrifice, you must be able. You must be able to think about it. And you must be able to pray. Ask God, I want to give a sacrifice. What is the kind of a sacrifice that you want me to give? Number 2, where do you want me to take the sacrifice? Number 3, at what time? You must go in the timing of God. You can't just go anytime. You can't just do it anytime. If you are supposed to give it in July, don't give it in March. Look now, I was fighting because God told me, you are going to give a sacrifice, uko Kerekoya, 19th, 20, na 21. So hata kama wangekuja na silaha, Mungu alikuwa ameniambia that day, nitakuwa kwa kiwanja na nitapatiana sacrifice that day. Na hata alikuwa amenipatia saa. On Sunday, that is when we poured the oil and I gave the sacrifice. It is not them who gave the sacrifice. Ni mimi kutoka hapa nilikuwa na sacrifice nikapatiana. Why? Ndio owners, ndio mababa wa the land.
Bwana Yesu asifiwe sana. So nikatoa sacrifice because what we are talking about is the destiny of Kirinyaga. So nikatoa sacrifice kwa mababa wa huko. Ndio wao wamekamata anga. Nikawashikisha anga ya mbinguni. Ndio milango yote Kirinyaga ifunguke. Sasa huko utasikia ile moto itawaka. Ya revival. Utasikia moto itawaka. Na mapasta wengine watakuwa exposed. Huko utasikia mapasta wamekamatwa kwa kitanda. Huko utasikia mapasta amekamatwa kwa mganga. Huko utasikia mapasta amefanya ile moto niliwakisha huko. It is a moto that you don't need to ni afadhali hawageishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Afadhali hawageishika kwa sababu hiyo kitu Mungu alinipatia hiyo pesa aliniambia, nilimuuliza nipeleke nini, akaniambia peleka this amount of money. Hiyo amount of money sikuwa nayo. Alikomadi watu wakanitumia. Hivyo Mungu ananiambia hivyo iko. Nikaandika cheki 3. Nikamwambia sasa ndio hii. Nikapeleka huko. The way that money came to me, that is the way I surrendered the money to them. Na nikaondokea. Sikubeba hata ile mlitoa kwa madhabahu. Niliwaambia okoteni yote, wekeni kwa mifuko yenu. Ndio hata na nade to yenu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And God was happy with me. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I obeyed to the instruction of what he told me. Now amenipatia another assignment. I am going to the other assignment. Na amefungua milango ingine ambayo you cannot imagine. Bwana Yesu asifiwe sana. So understanding the cycle of your life will make you understand how you connect yourself with God. And again, you understand who are you, what are you, and what is the purpose of you on earth. Kuna watu wako hapa hawajui purpose yao. You are just seated here, just an idler in this world. You rather die. Unafaa kuwa umekufa. Kwa sababu if you don't understand, you don't know what kind of an assignment you have on this world. Unatubua tu watu. Ulikuwa unatafuta bado? Soma basi. Verse 1 and 2. Yes. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Here am I. And he said, Take now thy son. Simama. And God called Abraham. Akamwambia, Here am I. Bwana, mimi niko hapa. Kwa hivyo no ginya wetu. Amen. First, the conversation here pere. God must call you when you are going to do a sacrifice. Take thy only son Isaac, thy only son, whom thou lovest. Ngoja hapo. Thy only son, whom you love. But he had another son. Anaitwa nani? Ismael. But anamwambia thy only that you love most. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is about God calling you and now starting to follow the instructions of God. What is the next instruction? Go into the land of Moriah. To the land of Moriah. And offer him there a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell you. Upon one of the mountain, which I will tell you. Cheni mwende wa simu, mnakibiria msugadi kwa sababu mmeona Waruinge ako kwa YouTube unaleta pesa. Nitakula. Niko na mdomo. Nikulia no ni zero. Have you been instructed? You must be instructed. And what you're going to bring here, it must be an instruction from heaven. Not just anything. It must unakuta haurari. Unajaribu unasikia unaniona kwa ndoto, ukienda mahali kwingine unaniona, ukifungua Facebook, ukifungua TV unanikuta, unaambiwa peleka, huyo ndio nimechagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamuuliza Mungu, modo wa Mungu kekai kutwara. Ko ni kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is a particular mountain, not every mountain that you go. And it is an instruction of God. Go to a particular mountain that I'm going to instruct you to go. That is where your sacrifices zimeanguka na hazifanyi kazi. That is where you are suffering. Yet umepatiana, umeuza mpaka ukauza sufuria na vikombe. Ati ulete dhabihu, ulete sacrifice. No. You just don't rush with your sacrifices. If God has instructed you, go back to him again. Babia confirm. Baba, confirm. Anakupatia tena. Mwambie tena confirm.
Because once you work on a confirmed instruction, nobody will change. Remember, what happened? And he went there. Rose in the next morning. Horse, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and the wood for the burnt offering, and rose up and went to the place where God had told him. Where God had told him. So this man is a respecter of the instructions from heaven. Go ahead. Then on the 3rd day, Abraham lifted. So remember, now we are on the 3rd day. It is not the very day that you are told. 3rd day now, because he's looking for these confirmations. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw a place far off. And Abraham said unto his men, young men, abide here, are you with us? So listen here. He has taken him 3 days to do it. But again, he had with some people. Sindio? Yeah. Remember the story of Abraham and Lot. He was instructed not to go with any family member, but he went with a family member, and the suffering endured all along. Now, on this one, he tells these guys, Nyinyi na punda. Mukae nyinyi na punda. Kwa hivyo ukiuka kuruta sacrifice, wewe na tumutu tuli umebeba, na tumetuko tuli umebeba, na punda zile umebeba, unaziwacha huko chini. You go alone. A clean person. That is why we have 3 days of fasting. That's why we have 2 days of fasting. That's why we have 1 day of fasting. That's why we have 21 days of fasting. You prepare yourself, because what you are going to do after the sacrifice is an encounter with God. So you must get ready, prepared, sacrifice, sanctify yourself. Sio kutoka kwa na maperiodi zako unakuja kutoa sacrifice hapa. Peleka maperiodi zako, acha ngara kwanza, oga mzuri. Kaa pali kidogo. When you're doing a sacrifice, make sure your periods are not on. Bwana Yesu asifiwe sana. When you're coming to give a sacrifice, yabia muse hapa ndio kere tuatarela dikota idano. Akileta shida mwambie kichwa inaniuma, na inauma mpaka huko kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you need to go, you're going to encounter who? God. You're going to face with God. You're going to receive a promise of God. So prepare. See what sacrifice. That's not a sacrifice. Hiyo ni yako, hiyo na kwanza naambiaga abuju kuja tukakule kitu hapa. Sacrifice kuragi. Sacrifice na wachaga hapa hata siiguzi, lakini hiyo ukindumia ujika hiyo kina buji ndio. Na sema wenye amenona siku hizi wanakulaga hizo pesa za ujika. Bwana, hebu endelea kusoma. Abide here, you and the donkeys, and I and the son go further and worship. I and the son go further and worship. And worship. And so come why again, and then I'll mbona come hataki again ya to you. niki daleda ya madima ka worship nao niki? Mbona hataki? Si hawana dhambi. Hawana dhambi. They are not part of the sacrifice. So when you are doing a sacrifice, make sure whoever you are with is that person part of that sacrifice. It was him and the sacrifice, because Isaac was the sacrifice. Hallelujah. So lazima uchuguse. Munatwara mutumio oyo uri. Ni part ya sacrifice goko na urari kuruta. Munapelekana na huyu mjamaa, is he part of it? Ukisikia usikie wewe ndio ulisukubusiwa na Mungu na uliambiwa na Mungu this is what to do. Abia mjamaa mtoka kuenda kwa mfuko, abia mjamaa kibia pale Java unyweke kahawa ndiroka. Bana asifiwe sana. Tuendelee. And then come back to you. Verse number 6. And Abraham took the wood for the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and the knife, and they went both of them together. Both of them with your sacrifice
together. Yes? Okay, verse number 7. And Isaac spoke again. Okay, and Isaac spoke to Abraham his father and said, my father. And he said, here am I, my son. Yes. And he said, here is the fire and the wood. And the kahio. But where is the lamb for the burnt offering? Yes. And Abraham said, my son, God will provide for himself. God will provide for himself. A lamb. So a sacrifice is not provided by you. It is provided by God for himself. Because it is himself. This is God who will tell you, take this to my house. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Bethel Clouds TV, empowering lives.